Tumesikia maneno ya Mungu katika kitabu cha Luka sura ya 4 kuanzia mstari wa 16, 15 tulianza kusoma. Tunaona habari za Yesu Kristo wa Nazareti, ambapo ukianzia Luka sura ya 4 kuanzia mstari wa kwanza tunamwona Yesu Kristo alipokuwa amepandishwa na Roho nyikani ili kujaribiwa, akafunga siku 40. Baada ya kutoka kwenye yale majaribu na kutoka kwenye ule mfungo, maneno ya Mungu yanazungumza na kusema kwamba akarudi kwa nguvu za Roho Mtakatifu Galilaya, na habari zake zikaenea. Maneno ya Mungu yanazungumza na kusema kwamba alikuwa akifundisha na kuhubiri habari za ufalme wa Mungu. Alikuwa akitangaza habari za uweza na nguvu katika masinagogi. Na ukisoma ile mstari wa 17 anasema akarudi tena kutoka Galilaya, ataenda Nazareti, mahali ambapo Yesu Kristo alilelewa mahali pale. Na kama kawaida yake, kama desturi yake, siku ya Sabato alikuwa akienda kwenye ibada. Ukisoma maneno ya Mungu yanazungumza kwamba Yesu kama desturi yake alikuwa akienda Sabato kwenda kuabudu. Nikawa najifunza kitu kwa Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu alikuwa ni Mungu mwenyewe, alikuwa na asili ya uungu ndani yake, japo alikuja duniani, alizaliwa kama mwanadamu. Nikajifunza na kuona kwamba kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, ndani ya moyo wake Mungu ameweka moyo wa ibada. Ndani ya moyo wake Mungu ameweka moyo wa ibada. Na ndio maana tangu mwanzo Adamu na Hawa walivyokuwa kwenye bustani ya Edeni, kwenye ile Edeni maana yake ilikuwa ni eneo la uwepo wa Mungu. Ilimaanisha ni eneo ambalo walikuwa katika uwepo wa Mungu. Na ndio maana Mungu kila mida ya jioni alikuwa na utaratibu wa kuwatembelea, kwenda kufanya nao ibada, kufanya nao ushirika wa kukutana nao siku kwa siku. Kwa hiyo tunaona Yesu Kristo alikuwa na utaratibu wa kwenda kusali. Siku hiyo ameenda kusali katika sinagogi. Neno la Mungu linazungumza kwamba alivyofika mahali pale kuabudu, kusali, wakamuita Yesu, njoo uje utupatie neno. Maneno ya Mungu yanazungumza kwamba akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifunua, akasema maneno mahali ambapo pameandikwa ya kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, kuwafungua wale waliofungwa, kuwatangazia watu habari ya wokovu wa ufalme wa Mungu. Na mimi jioni ya leo ninakuletea habari za Yesu Kristo, kuletea habari za mwanaume mmoja anayeitwa Yesu Kristo. Amen. Tutuma kwako kukutangazia ya kwamba saa ya wokovu imefika, ni sasa. Saa ya kufunguliwa kwako imefika, ni sasa. Saa ya kufunguliwa kwako imewadia, ni sasa. Habari za Yesu Kristo wa Nazareti ni habari zilizojaa uzima na uponyaji. Habari za Yesu Kristo wa Nazareti ni habari zilizojaa ushindi na uweza. Habari za Yesu Kristo zimejaa mamlaka. Ukimwamini Yesu Kristo, maisha yako yatabaki yalivyo, ndoa yako itakaa hivyo ilivyo, maisha yako yatabadilika, utakuwa mtu wa tofauti. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu Kristo akapewa chuo, akakifungua. Watu wakashangaa, wakajiuliza imekuwaje? Ndipo Yesu akawaambia, maneno haya yameandikwa ili leo yatimie mioyoni mwenu, ya kwamba yule mliyekuwa mkimtafuta
mnayotarajia, ile aliyenenwa tangu kipindi cha Isaya nabii, leo yametimia kwenu, ya kwamba amekuja mwanaume wa wanaume, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, jemedari wa vita, shujaa wa vita, anaitwa Yesu Kristo. Yeye ni mwokozi wa ulimwengu. Yeye anafufua, yeye anainua vilivyoharibika, anatengenesha. Ukiwa na shida, una changamoto, una tatizo lolote, leo tumekuletea jibu. Hiyo jibu ni Yesu peke yake. Amen. Jibu la uzima ni Yesu peke yake. Amen. Jibu la uponyaji ni Yesu peke yake. Amen. Jibu la ushindi ni Yesu peke yake. Amen. Uponyaji wa kweli upo ndani ya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Amen. Hatujaleta habari zingine zozote, wala hatujaleta habari kuhusu dini yetu, wala hatujaleta habari kuhusu kabila letu, wala hatujaleta habari yoyote, ila tumemleta mwanaume mmoja anaitwa Yesu Kristo, Bwana wa mabwana, anaitwa jemedari wa vita. Ukimwamini kwenye maisha yako au maisha yako atayabadilisha na kukufanya kuwa kiumbe kipya. Jioni ya leo tumekuletea dawa. Hiyo dawa ni Yesu Kristo. Dawa ya magonjwa ni Yesu Kristo. Dawa ya dhambi ni Yesu Kristo. Dawa ya mateso ni Yesu Kristo. Hata kama unakabwa usiku na wachao, nataka nikwambie, ukimpata Yesu watakuonea. Ukiwa na Yesu Kristo hautateseka. Ndani yako kama unayo magonjwa, unayo mateso, jioni ya leo kimbilia ndani ya Yesu. Anasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kama ni mizigo ya ulevi, Yesu atakutua. Kama ni mizigo ya magonjwa, Yesu atakutua. Kama ni mizigo ya dhambi, Yesu atakutua. Nataka nikwambie jioni ya leo tumemleta Yesu Kristo ambaye ndiye njia ya kweli na uzima. Ukimwamini utakuwa salama. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Njia ya kweli ni Yesu Kristo. Njia ya kweli ni Bwana mabwana. Njia ya kweli ni mfalme wa falme. Njia ya kweli ni mwamba wa miamba, anaitwa Simba wa Yuda. Tumemwona yeye ana nguvu zote, yeye ana mamlaka yote, yeye ana uweza wote, yeye anaponya magonjwa yote. Kisukari anaponya, ukimwi anaponya, kansa anaondoa, mateso anaondoa, kichwa kinauma anaponya, tumbo linauma anaponya. Chochote kile ndani ya Yesu Kristo, yeye ni jawabu la mambo yote, yeye ni jibu la mambo yote, yeye ni muweza wa mambo yote. Kimbilia kwa Yesu leo, kimbilia kwa Bwana leo. Kwake kuna uzima, kwake kuna uponyaji. Ndio maana vijana tunakula ujana ndani ya Yesu, na ndio maana wamama umama wao wanakula ndani ya Yesu, ndio maana wababa ubaba wao wanakula ndani ya Yesu. Ujanja ni kukimbilia kwa Yesu, ujanja ni kumwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Karabakota. Yesu anakupenda sana. Tumaini lipo kwake, uzima upo kwake. Achana na dunia, achana na dhambi, achana na ulevi, achana na bangi, achana na sigara. Yesu anaweza yote. Tuliyempata ndani yake tuna raha, tuliyempata ndani yake tuna amani, tuliyempata ndani yake tuna uzima, tuliyempata ndani yake tuna Yesu. Haleluya. Yesu anakupenda sana. Huyu Yesu ni mzuri sana. Kila aliyekutana na Yesu maisha yake yalibadilika. Hata sisi hatukuwa hivyo, tulikuwa walevi, tulikuwa wavuta bangi, maisha yetu, historia zetu zilikuwa ni mbaya. Lakini tulivyokutana na Yesu akayabadilisha maisha yetu. Tulivyokutana na Bwana akatutengeneza. Huyu mwanaume ni wa ajabu. Hata kama unaonekana umezeeka, ukiokoka ndani ya Yesu unakuwa kijana. Kama unaonekana umeharibikiwa, ukiwa ndani ya Yesu utakuwa salama. Jibu la mambo yote ni Yesu peke yake. Kimbilia kwa Yesu, muamini Yesu jina lao. Mwamini Yesu mama yangu, mwamini Yesu baba yangu, atakuweka huru wewe na familia yako. Amen.
Yesu ni mzuri Bwana. Haleluya, haleluya. Amen. Ukikutana na Yesu maisha yako lazima abadilike. Ukiingia ndani ya Yesu lazima akuponye. Ukiingia ndani ya Yesu lazima akufungue. Na Bartimayo walikutana na Yesu akawafungua macho. Walikuwepo viwete walikutana na Yesu akawaponya. Walikuwepo viziwi walikutana na Yesu akawafungua. Tumekuja kukutangazia mwaka wa kufunguliwa, mwaka wa wokovu. Saa ya wokovu ni sasa, saa ya uponyaji ni sasa, saa ya baraka ni sasa, saa ya kuweka huru ndio. Haleluya, haleluya, amen. Yesu anakupenda sana. Huyu Yesu ni mzuri Bwana. Huyu Yesu ni mwema sana. Yesu tunapendeza karabasheteria ya magoli. Huyu Yesu ni mzuri Bwana, na ndio maana wadada wako ndani ya Yesu wanameremeta. Hayo ni mafuta Roho Mtakatifu. Huyu Yesu anabadilisha maisha. Huyu Yesu anatengeneza maisha. Ndio la kweli ni Yesu. Ni Yesu. Shataya. Ndio. Hata waseme wewe ni mshamba, nakwambia hata waseme washamba, tuko shambani, tuko shambani. Yesu anatupalilia, Yesu anatutengeneza kuwa watu wa tofauti. Huyu Yesu ni mzuri, yani hata kama mbinguni isingekuwepo, huku duniani bado tunaingia. Yesu anaenjoy, Bwana Yesu tunaburudika, Bwana Yesu tunafurahi, yani ni raha tupu. Kwa Yesu ni amani, kwa Yesu ni uponyaji. Yesu ni mzuri Bwana. Wapo watu makaidi ambao walikuwa wanaliuzi kanisa, walikuwepo akina Sauli ambao walikuwa wanawaua watu wa Mungu, lakini walivyokutana na Yesu historia zao zikabadilika, maisha yao yakabadilika. Ana uwezo leo, ana uwezo wa kubadilisha maisha yako, ana uwezo wa kuyatengeneza maisha yako. Hakuna gumu wa kumshinda Bwana, wala hakuna tabia sugu inayoweza kumshinda Yesu, wala hakuna tabia mbaya inayoweza kumshinda Yesu. Haleluya, amen. Walikuwepo walevi ambao wamepindukia, lakini walivyokutana na Yesu maisha yao yakabadilika. Walikuwepo makahaba, walivyokutana na Yesu maisha yao yakabadilika. Yesu siku moja akakutana na mwanamke mmoja pale kisimani. Yule mwanamke alikuwa kahaba. Alivyokutana na Yesu, Yesu akasema leo lazima nikutane na mtu, lazima maisha ya mtu yabadilike, lazima mtu atoke kwenye historia, lazima atoke kwenye kahaba. Akamwambia mwanamke, akamwona Yesu, akamwona Yesu endi samboi, akasema Yesu. Yesu akamuuliza mwanamke, una wanaume? Akasema sina. Alivyomwona Yesu akajua Yesu, leo nimepata buzi jipya. Yesu akamuuliza kimtego, una mume? Akasema sina. Akajua leo kuna mtu anaingia laini, kumbe yeye anaingia laini ya Yesu. Resha kataya. Yesu ni wa ajabu sana. Yesu ni mwaminifu sana. Yesu ni wa rehema sana. Mwanamke akasema sina mume. Yesu akamwambia umejibu vyema, maana hata wale ulionao nyumbani kwako sio wako. Yesu anajua yote, Yesu anaelewa yote. Ndio maana huwezi kujificha mbele ya macho ya Bwana, wala huwezi kukimbia uso wa Bwana. Tayari anasema niende wapi? Nikimbie uso wako. Nikienda mbinguni umejaa kama pishi la mchele, duniani ndo kabisa kuzimu Yesu yupo, kila mahali wepo wa Bwana yuko na kutazama. Ndani ya Yesu Kristo tunalindwa na nguvu za Mungu. Popote tunalindwa na Bwana, tunalindwa na Yesu. Ndani yake kuna uzima, ndani yake kuna usalama. Yesu anaweza yote. Nakwambia yule mwanamke kisimani akasema leo ndo leo, huyu Yesu achomoke leo, aondoke mahali hapo. Akamwambia umejibu vyema, maana hata yule wa nyumbani mwako uliyemfungia kule chumbani, huyo sio wako. Mwanamke akasema Mungu wangu amenijuaje, amenielewaje? Akasema wewe unabii. Akamwambia wewe, mimi ndiye mwanaume wa wanaume, siwezi kukamatika wala siwezi kutegeka, siwezi
kushawishika, na ndio maana wanaume walio ndani ya Yesu huwa hawashawishiki na dhambi. Wanaume walio ndani ya Yesu huwa hawakamati na madanga. Wanaume walio ndani ya Yesu huwa wanamwamini Bwana. Unakubali wanaume? Shangilia kwa makofi. Karabasuka yana mandoro meshaka. Yes, Yesu akamatiki na danga wapi na wapi. Haleluya. Danga linataka kumkamata Yesu, alijajua lenyewe ndio linakamata. Haleluya, haleluya. Yesu ni mzuri Bwana, Yesu ni mwema sana. Akamwambia mwanamke yule aliyeko nyumbani mwako, hiyo sio wako. Mwanamke akasema, huyo sio mtu wa kawaida, anayejua maisha yangu, anayejua tabia zangu, anayejua mwenendo wangu, inapasa nimwamini, inapasa nimfuate. Mwanamke akamwambia Yesu, nifanyeje sasa? Akamwambia, dawa ya dhambi ni maji ya uzima. Yesu ni maji ya uponyaji. Yesu ni maji ya uzima. Yesu ni maji yaliyoa. Ukinywa hayo maji utaona kiu tena. Ukinywa hayo maji utadanga tena. Ukinywa hayo maji utolewa tena. Ukinywa hayo maji utavuta sigara. Ukinywa hayo maji utapenda dhambi tena. Yesu ni maji ya uzima. Yesu ni maji yaliyoa. Ukiwa ndani yake unakuwa na uzima. Anaondoa kiu zote za dhambi. Kiu zote zinaondoka, zinakata. Kiu ya sigara inakata, kiu ya bangi inakata, kiu ya ulevi inakata, kiu yote zinaondoka. Ndio mwanamke akasema, nipo tayari. Na wewe jioni ya leo kaa tayari. Kubali kuokoka, kubali hayo maji ya uzima yaingie ndani ya moyo wako, yaingie ndani yako. Nakwambia kijiji kile walimshukuru Mungu, yule mwanamke alipona. Maana yule mwanamke kazi yake ilikuwa ni kuiba wanaume wa watu, na ndio maana bombani alikuwa anaenda mida ya jioni, mida ya usiku, asikutane na wanawake wengine, maana amewaibia waume zao. Kwa hiyo alikuwa anavizia mida ambayo kisimani hawapo wanawake wanachota maji, ili akienda wale wanawake wanaowaibiraga waume zao wasimuone. Ndio maana Yesu alikutana naye peke yake kisimani, maana alikuwa ni mwanamke jambazi. Unajua jambazi huwa anapenda mazingira ya peke yake, anapenda mida ya peke yake. Kwa hiyo yule mwanamke akawa anavizia mida ambayo wanawake wengine hawapo, ambao wanawaibia waume zao. Maana ule mji, ile eneo, watu walikuwa wanalia, ndoa zao zimeharibika, waume zao wameibiwa. Yule mwanamke alikuwa na pesa, ile jamii walikuwa wakai kwa raha. Kwa hiyo mwanamke alipokutana na Yesu, watu wakashangaa. Yule mama anayewaibiaga waume zao anawaambia, jamani, Yesu ni mzuri, Yesu anaweza. Wenzenu wananiisha, wenzenu nimetengenezwa. Yes, kijiji kile kilifanya sherehe. Wanawake wa kijiji kile walifanya sherehe, Ile sherehe ilikuwa ina maana mbili, sio kuogopa peke yake. Walisherekea waume zao wamepona, walisherekea ameokoka, lakini na waume zao wamepona. Na kwambia makahaba wakiokoka, ndoa za watu ziko salama. Jambazi wakiokoka, maduka ya watu yatakuwa salama. Dhambi ndio inasababisha madhara kwenye jamii. Ndio dhambi ndio inaleta madhara. Maana majambazi wangeokoka, maduka yangekuwa yanalala wazi kabisa. Kwa ajili ya dhambi imefanya ulimwengu umeharibika, amani imetoweka, furaha haipo, amani haipo, ndoa za watu zimekuwa za shida. Wokovu ni amani, wokovu ni furaha. Ukiwa ndani ya Yesu, maisha yako yanakuwa na amani. Na ndio maana Daudi anasema, nimekukimbilia wewe Bwana ili nisiaibike. Ukiwa ndani ya Yesu hautaaibika kamwe. Ukiwa ndani ya Yesu utakuwa na uzima. Ukiwa ndani ya Yesu utakuwa na furaha. La Yesu kuna raha jamani, la Yesu kuna amani. Ingia ndani ya Yesu jioni leo, ingia ndani ya Yesu jioni leo. Yesu anakupenda, Yesu ni wa huruma, Yesu ni wa rehema. Ile njia wanayoenda ni
watakatifu peke yao. Heri wenye moyo safi, hao ndio watakao, maana hao ndio watakao muona Bwana. Ziko njia mbili mbele yako, mauti na uzima. Chagua njia moja, fanya maamuzi. Wokovu maana yake ni kuamua wewe mwenyewe kwenye akili yako timamu, au hatukulazimishi kuokoka wala hatukuchagulii, ila tunakushauri. Na ndio maana ukisoma kwenye Torati anakuambia mbele yako nimekuwekea njia mbili, mauti na uzima, lakini mimi Mungu nakushauri chagua uzima. Yani kwa Yesu ni la, umepewa swali, umepewa A na B, lakini Mungu anakuibia, anakuambia chagua uzima. Kumbe uzima ni amani, kumbe uzima una baraka. Mauti ni mbaya, mauti ni jehanamu. Kimbilio la kweli ni Yesu. Amen. Wanaokwenda kule ni watakatifu, ndio walevi hawaingii mbinguni kabisa, maana watafanya fujo mbinguni. Wachawi hawaingii mbinguni, majambazi hawaingii. Wataanza kumong'onyoa dhahabu za watu kule, wasiende. Tutawapa kazi wakina malaika Mikaeli na upanga, waanze kukamata mwizi kule, kamata. Haleluya, amen. Jiji lile ni la watakatifu, ndio jiji lile ni la uzima. Walevi hawezi kuingia, hawaendi. Walevi kwanza wanaga ustaarabu, kutembea barabarani hivi. Sasa lile jiji ni njia yenyewe nyembamba, wewe stahili kweli utapingia kweli? Mara uende Rivers, utaingiaje? Hakuna kwenda, huwezi kwenda. Hatukusemi, ila tunakueleza uzuri wa Yesu. Tunataka ubadilike ili uingie jiji lile la mbinguni, maana limeandaliwa kwa ajili ya watakatifu, maana limeandaliwa kwa ajili ya wana wa Mungu, wale waliokubali kumwamini Yesu Kristo, kumpokea Bwana kuwa Mwokozi wa maisha yao. Hao ndio peke yao watakaoingia, hao ndio peke yao watakao kwenda. Ingia ndani ya Yesu, ingia ndani ya Yesu, ingia. Yesu ataka tuhubiri namna gani, watu watolewe. Tuhubiri kwa namna gani? Hizi ni siku za mwisho. Yesu yupo karibu kurudi, ndio Yesu yupo karibu kurudi kabisa. Tengeneza moyo wako, tengeneza maisha yako, ndio acha mabaya unayotenda. Ndio Isaya anasema tuache mabaya, tumtafute Bwana. Kwenye njia mbaya acha, kwenye mawazo mabaya acha, usengenyaji acha, ulevi acha, ukaba acha, pombe acha. Kimbilia ndani ya Yesu, kimbilia ndani ya Yesu. Arabashetea wandarabashaka rekatoria shetere mamoria karamanderia. Usalama ni Yesu. Amen. Isaya anaandika, Isaya 60 anasema inuka uangaze. Mwambie jirani yako inuka uangaze, inuka uangaze. Kama umekaa inuka kabisa, kama umekaa inuka kabisa. Wakati tunamaliza, inuka uangaze, inuka uangaze, inuka uangaze, inuka uangaze. Wenda ulikaa kwenye dhambi, leo ninakwambia inuka, toka hapo. Ndio. Wenda ulikaa kwenye ulevi, leo ninakwambia inuka, toka hapo. Ndio. Wenda ulikaa kwenye uchawi, leo ninakwambia inuka, toka hapo. Amen. Wenda ulikaa kwenye giza, leo ninakwambia inuka, utoke hapo na uangaze. Kuangaza maana yake kuishi maisha safi. Kuangaza maana yake kuishi tabia za Yesu Kristo. Kuangaza maana yake kutembea kwenye nuru ya Bwana. Kuangaza maana yake kuishi njia safi za kumpendeza Bwana. Yesu amenituma jana leo nikuletee maneno ya unabii ya kwamba tengeneza mambo yako, ana siku zimewadia. Yesu yupo karibu kurudi, saa imekaribia. Tengeneza maisha yako, inuka uangaze. Inuka uangaze, inuka uangaze, inuka uangaze. Nuru ya Bwana imekujia. Hiyo nuru ni Yesu Kristo. Yesu ndiye nuru ya ulimwengu.
Yohana anaandika anasema, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Walio ndani ya Yesu wameibeba nuru ndani yao. Amen. Giza la dhambi haliwawezi, giza la uchawi haliwawezi, giza la mateso haliwawezi, giza la laana haliwawezi. Ndio maana mwanaume Yesu Kristo wakati amekufa pale msalabani, akaenda kuzimu kumnyang'anya shetani ufungua mamlaka. Shetani akashangaa, wewe mwanawane umetokea wapi? Mwanaume umetokea wapi? Nilijua nimekushinda pale msalabani. Kumbe akujua msalaba ni fumbo. Kumbe lile fumbo ni kwa ajili ya wanadamu watoke zamini. Shetani akujua wala koleo. Akamwambia, sikia Shetani, lete funguo huo wa mamlaka uliowatesa watu wa Kibaigwa. Leo ninakunyang'anya hayo mamlaka. Walioteseka kwenye ulevi, leo ninakunyang'anya hayo mamlaka. Walioteseka duniani, leo ninakunyang'anya hayo mamlaka. Yes, akamnyang'anya ufunguo wa mamlaka. Shetani akaibika chini, shetani akaangusha chini. Akachukua mamlaka kama zingine zipo leteni. Yesu anawapenda. Barikiwa na Bwana. Yesu mwanaume akamwambia, sikia Shetani, huwezi kunyanyasa Kibaigwa, huwezi kunyanyasa Dodoma, huwezi kunyanyasa dunia. Akamnyang'anya funguo, ile funguo mamlaka. Yesu akwenda nao mbinguni, aliwaachia watakatifu wale waliomwamini Bwana. Amekupa hiyo mamlaka, amekupa hiyo mamlaka. Tuliyo ndani ya Yesu tunayo mamlaka ya kukanyaga Yesu ni bingwa wa mabu. Shetani akabaki anashangaa, akasema imekuwaje? Mwanaume akatoka, akamwambia, saa yangu ya kuchomoka imefika. Watu wanalilinda kaburi, watu waliweka kikao, wakasema tumekumbuka ya kwamba yule mjanja alisema siku ya tatu atafufuka. Yesu alimtambua kama mjanja. Walio na Yesu wao ni wajanja, walio ndani ya Yesu wana ujanja, walio ndani ya Yesu ni wachindi. Yesu mjanja wa wajanja, jemedari wa vita, komando wa vita. Nakwambia mwanaume akachomoka kaburini, wanalinda ili kumzuia Yesu asifufuke, ili kumzuia mwanaume asitoke. Nakwambia hawakujua, hawakuelewa. Wale walinzi wamekaa pale kaburini, wamepewa mshahara wa mwezi kuhakikisha Yesu asifufuke. Wanalinda kaburi eti Yesu asifufuke. Hawajui mwanaume hazuiwi na chochote. Yeye ni jembe la majembe, yeye ni Bwana wa mabwana, yeye ni mfalme wa falme. Paulo anaandika kwenye Filipi ile sura ya 2:9 anasema, Mungu alimwadhimisha mno akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Majina ya waganga yote yako chini ya jina la Yesu. Majina ya magonjwa yako chini ya jina la Yesu. Majina ya mapepo yako chini ya jina la Yesu. Majina yote yako chini ya jina la Yesu. Kabila watu wamekaa kaburini, wanalinda kaburi. Mwanaume saa imefika, akatokea malaika mmoja tu, sijui ni Mikaeli, sijui ni nani, akashuka juu ya jiwe, akatulia juu na mawe, akalivingirisha jiwe, akaliondoa na mawe, akaliondoa. Yesu akachomoka. Yesu mwanaume akatoka kaburini, ameshinda kifo na mauti. Yesu ni Bwana wa mabwana, jemedari wa vita, shujaa wa vita. Tunayemtangaza ameshinda kifo na mauti. Tunayemtangaza alikufa akafufuka. Laiti Yesu asingefufuka, leo tusingehubiri Injili. Yesu asingefufuka, tusingekuwa na wokovu. Tumepata wokovu kwa njia ya msalaba. Paulo anaandika anasema, neno la msalaba kwa wanaoamini ni nguvu, kwa wanaoamini ni nguvu, kwa wasioamini wenye wanaona ni upuuzi. Lakini ukiamini jina lao, hiyo nguvu itakufungua, itakutoa kwenye laana, itakutoa kwenye mateso, itakutoa kwenye changamoto. Kimbilia ndani ya Yesu. Yesu ndiye jibu la mambo yote. Sogea mbele mahali hapa tukaombe.
Injili ya Mungu ni uwezo wa Mungu unaoleta wokovu, unaoleta uponyaji. Yesu anaponya magonjwa. Yesu anaponya kisukari. Yesu anaponya shida zote. Anaweza mambo yote. Amen. Huyu ninayemhubiri nimemshuhudia, wala sizungumzi kama hadithi au kama vitu fulani, lakini nina uhakika na Yesu, maana mimi mwenyewe binafsi nimemwona kwenye maisha yao. Kwa hiyo nina uhakika na Yesu, wala siongei kama story, wala siongei kama vichekesho, bali nina uhakika na mwanaume huyu. Yesu yupo hai na anatenda kazi, yupo hai na anaishi, anatawala dunia na mbinguni. Yeye ni mwanzo na mwisho, yeye ni Alfa na Omega, yeye ni jibu la mambo yote. Anapumzisha kila shida, anaondoa kila mateso. Kimbilia jioni leo kwa Yesu. Taenda kuabudu kwa dakika 2, alafu tutaenda kuomba. Kama uko mbali, tunakukaribisha. Huyu Yesu, yeye hachagui wala habagui. Yeye ni Mungu wa watu wote, hana ubaguzi. Na ndio maana hata Zakayo alivyokutana na Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani mwako. Yesu akaingia nyumba ya Zakayo. Watu wakaanza kusema, imekuwaje Yesu anaingia kwa huyu mtu asiyeeleweka, kwa mtu jambazi? Yesu ana upendeleo. Yesu akapenda yana mandere keshetere kato Samaria mandoro boshakatai Karianderia boshetere kato Samaria mandoro boshakatai Samaria boshetere yana mandoro boshetere kato wako unifanye kama upendavyo. Anataka kuinua maisha yako, anataka kukutengeneza, anataka kurekebisha, anataka kukubadilisha. Sifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuze kwa kufanywa upya. Yupo Yesu ambaye anaweza kuyageuza maisha yako na kukufanya upya. Hata kama ulikuwa mtenda dhambi, ulikuwa mlevi, ulikuwa kahaba, Yesu anaweza kuyageuza maisha yako. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo anakuwa kiumbe kipya. Yesu anataka kuyageuza maisha yako, kukufanya kuwa mtu mpya. Kama upo kwenye mkutano unasema, namtaka huyu Yesu ayageuze maisha yangu kuwa mapya, achilie badiliko ndani ya moyo wangu, nyanyua mkono wako mmoja juu, nitaenda kuomba kwa ajili yako. Hata kama uko mbali, uko Yesu atakugusa. Nyanyua mkono wako mmoja juu, niombe kwa ajili yako. Yupo Yesu anaweza kubadilisha maisha. Aliyenibadilisha na kunigeuza mimi kuwa wa tofauti, nawe atakugeuza kuwa tofauti. Hata kama ulikuwa ukiteseka na mambo ambayo kwa nguvu zako na kwa jitihada zako umeshindwa, lakini yupo Yesu anayeweza kukuwezesha. Kama upo mwingine wa mwisho, niombe kwa ajili yako. Tusogee mbele hapa kwenye mstari tuweze kuomba hapa mbele kabisa.